it's a movie. Red carpet, the lights going through me. Anytime I arrive, it's the new me. Real diamonds on my neck, that's groupies. Flashing lights. All these things come to me. Dressing price. All my rings got weight. You feel that? You feel that? Hey, you heard that? Classic. Assalamu alaikum babu. Wa alaikum salam. Anaambia hii ni kazi gani haswa yafanywa? Hii ni kete ambapo sasa kizungu ni drill lakini Kiswahili ni kete hii. Mashaallah. Na hii kazi yake ni kutengeneza madao ya mbao. Mashaallah ya grill vizuri. Mashaallah. Sasa hii nikuulize, umefundisha mjukuu wako yoyote mwanao? Mwanangu nimefundisha, mjukuu bado. Mjukuu bado. Mjukuu mmoja huyu hapa nyuma yangu. Na yeye afundishwe na yeye angalau ashike. Ashike yeye kazi. Isipotee knowledge kama hii. Naam. Shukran. Naam. Alaikum mami. Waalaikum salam. Vipi hali? Sasa nieleze na mimi, hii ni kofia. Mbona ya amu ndo, yani ya amu ndo usifika zaidi kofia za amu jamani? Kwa sababu hizi kofia za zamani na zinashonwa vizuri. Kwanza zinashonwa kwa zito, zinafuliwa, zinapigwa dondo, kisha ndo zinakuwa tayari. Hapo nashileka kwa fundi, kwa cherehani, ndo wanaziwa. Yenyewe ndio. Mashaallah. Kisha mfano mtu akitaka kununua kutoka kwako aweza kupata vipi? Aweza kuchukua namba yangu ya simu. Sawa sawa. Mashaallah, shukran. Asante. Alaikum mami. Wa alaikum salam. Vipi hali? Nashukuru. Sasa hapa tuona viatu, hebu waweza ukatueleza labda kuendeleaje hapa ama vipi? Hapa tunauza viatu za ngozi, za kike, za kiume, za watoto, zote mtapata na ni ngozi original, utavaa mpaka uchoke mwenyewe. Basi kisha tukizitaka jamanini, culture imekuisha. Tutazipata wapi? Utazipata Lamu House opposite Tasili Gallery. Na duka hapo laitwa Kamsi Boutique, utazipata hapo na mingi mengine. Shukran. Afwan. Alaikum mami. Wa alaikum salam. Una neno nzuri tu. Vipi madam? Poa kabisa. Una neno? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mambo. Sasa hapa tuambie uko na nini hasa? Hapa tuko kwenye utamaduni ya culture ya Lamu. Nimekaa na kitamaduni ya Kiorma. Kuna hii sisi tunaita kuro, alafu kwa Kiswahili nafikiri ni calabash. Kizungu actually. Haya. Na hii ni vile vile ni hiyo hiyo lakini tunashona kwa mikono. Hii weko tunaunda wenyewe kwa mikono. Mashaallah. Ni ya kuwekea maziwa. Haimwagiki. Nice. Sawa. Ndo ushona kwa uzuri. Ushona kwa uzuri. Na ikawa na inatumika muda ya kama miaka 10-20 hivi. Niko na nyingine. Mamangu alipoishona alikuwa na mimba yangu. Hata mtoto wangu aliolewa kwa Mombasa alichukua kama tamaduni akasema nitalenda nao huko kwake. Mashaallah, mashaallah. Na ni kidogo tu size kama yeye alikuwa akinitilia mimi maziwa alipozaliwa, alishona akiwa na mimba yangu. Shukran sana. Na wewe umefundisha mtoto wako yoyote kufanya hini? Mmoja ndo anajaribu saa hii. Usiiwate ipotee hini. Mmoja anajaribu saa hii alipomaliza form 4. Mashaallah. Weko mara nyingi ananiuliza hizi vitu unatengezaje mama, hebu anzisha nione. Hata amejaribu kwanza ingine ndogo tu, kesho naweza kaja nao kaona. Shukran sana mama. Karibuni Lamu. Mungu akutilie baraka mikono. Amina rabbil alamin. Salamu alaikum. Salamu mama. Sasa uona majahazi madogo madogo haya yaitwaje haya? Hizi yankulwa zidau na hii yankulwa mashua. Na hii yankulwa boom ya Kiarabu. Na hii ni kasa. Yani kasa hii. Kingalawa wanki? Wallahi hapa hakuna kingalawa. Mashaallah. Kisha hii ni wauza mahali gani wewe? Hii? Hapa Lamu. Lamu mkubwa. Labda mahali tuambie tukikupata. Mkomani. Sawa. Tuulizie kwa uliza kwa Hassan Kamoro, hapa hapo maarufu sana. Shukran. Sawa mama. Alaikum. Wa alaikum salam. Vipi hali? Alhamdulillah. Naam, wewe ndo Al Hussein hapa, sio? Naam, ndio duka yetu Al Ndo Hussein. wewe. Mashaallah. Na nyinyi culture ikiisha mweza mkapatikana
Baada ya culture kuisha, tuna duka yetu iko karibu ya msikiti Raudha. Naam. Pale ndio duka yetu, watu kwa hapo. Kitu chochote unachotaka utakuwa ukipata. Na labda kuna uzitu gani katika hizo zitu zote? Mimi naliua duka lenu na naiua hizi si zitu zote ziloetwa. Tuna vitu vingi, mpaka furniture kubwa tutengeza, milango na mudoo, tutengeza meza zile za kitamaduni, viti vya rocking chair, tutengeza folding chair, viti aina yote. Tuna workshop kubwa pale, ni display yetu ni ndogo, lakini kila kitu au supply Mombasa, Malindi, Nairobi. Na zile ziti za Sultana huwa mko nazo nyinyi? Na hiyo ndio sana watu tuko nazo, Sultan chair. Hata mara moja rafiki yangu marehemu chief wetu Majidi ashanunua kiti kingine kitaitwa Karasi chair. Nilimpa bei ya kiundugu rafiki, kwa sababu kwa rafiki yangu sana. Mungu amrehemu. Amina ya Rabbi. Nimefurahi kuwa yeye tumepambana na mwanae. Amina ya Rabbi. Tunaona kama tuko na yeye, lakini inshallah huko aliko inshallah tumwombe mazuri. Amina ya Rabbi. Shukran. Okay, asante. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vipi hali? Nzuri. Mashaallah, naona uko kwenye kazi. Sasa nyinyi waulize, Naam. mwajiita nani haswa? Sisi ni walemavu, kikundi cha walemavu. Oh, mashaallah. Na hii kukavi hii ya kitanda? Hii ni ya kabati. Oh, ile juu. Ndio, taji ya juu ya kabati. Mashaallah, mafanya mpaka makabati? Ndio, tunafanya mpaka kabati, furniture. Oh, mashaallah, nice. Haiona jamani, ni by the way, huyu mwalimu wangu alinifundisha wood carving. Huwa si post nikifanya wood carving, lakini yeye katika walimu walionifundisha. Asante sana. Nimeshukuru madam, karibu tena. Akishikie kwa hapa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vipi? Poa. Mmewaona wazee wangu, kaka zangu hapa wanafanya. Mnafanya nini hapa? Hapa tunashona nyavu. Nyavu? Tunatengeneza mahema. Okay. Mashaallah. Na mwaulize, hii ni ilmu hii mushawahi kumpa maybe mtoto wenu mdogo? Yani hii kila ambaye anatumia hii anawapa watoto wake, manake saa ile kama saa hii skuli zimefungwa, madrasa zimefungwa, tunawachukua wanaenda wanaona kwa macho yao. Sasa ikiwa mtoto atashika ni yeye mwenyewe na ataacha ni yeye mwenyewe, lakini uzuri mumefundisha uzuri kama vile sisi tulivyofundishwa na sisi tuwafundishe, au vipi? Isipotee kabisa. Asanteni sana. Shukran. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mambo poa, karibuni. Asante. Hapa mwafanya nini exactly? Hapa exactly twashona zitanda zishanda za usitu, zishanda za kitamaduni za kutokea mababu na mabibi. Na zumari. Tuna na zumari pia za kutezea goma. Sasa nikuulize, kitanda hichi uweza ukanipa kama faida yake moja ama mbili yao? Nitakupa faida ya kwanza. Zamani zetu hizo ama mpaka japo kwamba mambo badilika, ilikuwa bismillah kwanza kitanda cha kuzalia kabisa. Namba ya kwanza hiyo. Kisha ni kitanda hichi zamani hizo zilikuwa zikiwekwa kwenye sitting room. Sasa tumebadilisha, tumekuwa weka masofa set. Kitanda hiki ni kwamba siku ukifa utakuja kuoshewa hapa. Kweli. Sasa japo kwamba una masofa sote ni milionia, lakini mwisho wako ni hapa. Utakuja hapa. Na kajo fungwa hapa leso. Ukaweka mtoto akawabembelezwa na akalala. Mashaallah. Sawa? Na pindi wakati zamani hizo kulikuwa hospitali pia hakuna, watu kana homa, mtu hutiliwa moto ama mzazi pia zikamsaidia pindi unapokuwa na homa. Homa especially ile ya kitapo ya kutetemeka. Ukiwekewa moto na madawa na mapefu na mafuso fulani, basi homa kama ile hupotea. Sasa ni kitanda kimoja muhimu sana. Japo kama mambo yamebadilika siku hizi, mambo ni kizungu, lakini jua kizungu chote mwisho utafikia wapi? Ni hapa. Siku ukija utapitia hapa na siku ukiondoka utapitia hapa. Sasa kama mfano sisi lazima hata tuwe na masofa set. Naam. Na kitanda hichi kisikosekane. Kisikosekane ndani ya nyumba, ni muhimu sana. Tusiate mila. Tusiate mila.
Shukran. Asante sana, karibuni. Kabisa. Sasa karibu sana. Asante. Mimi si mtu wa kazi hii. Sisi kazi yetu ya ukulima. Tukianza tunaanza na lave, tukianza tunaanza na randa. Acha hapa kone kwa. Ankishike tu. Nyuma naelewa vizuri. Sisi ni wale watu wa mashairi. Mnaelewa vizuri? Hata ukitaka mashairi moja mbili sahihi pia inaweza kupatia. Mtupe. Asante sana. Kitu cha kwanza ndio nasema mwanzo wa kupambauka mwisho wa jioni. Pale likitoka huwa ndio mwanzo wa kupambauka. Likitwa huwa ndio jioni. Tena kukavambakidha pakata mkononi kiwa unatao ni mahala huwa huvoni upicha ukipapasa. Fundio kwa mapiku na turufu mkononi. Sawa. Kisha waambia mato chupewa kuenga. Mashikio kusikia. Na kile ulivonalo hakuna yambo ipia. Lakini umocho mbudha mai iko wapi? Sufuria. Nikamwambia huu mocho isi tumeshitaki tumempeka kochini. Taib. Shahidi wetu ni mai ndio tachupa yakini. Taib. Sisi tumuuliza huu mocho huuliza sufuria ataka kupikia nini? Nishamwambia si yati ndia safi kaicha mchuni. Ridhiki dina mafungu hata kiboya na suni. Uwe mocho hudai sufuria chakula chako ni kuni. Aiwa. Mocho chakula chake ni nini? Kuni. Alafu mbona uvuliza sufuria? Karibuni sana bana. Ama shairi ya kutoka Chundwa chama cha maridadi. Sawa? Asante, shukrani. Asante. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mambo. Sasa uona makuti hapa nyinyi biashara yenu kubwa gani hapa? Sisi ni utamaduni wetu wa Lamu kushona makuti. Naam. Kuna makuti aina mbili hapa. Kuna makuti yaitwa kanja. Kanja ni hayo juu hapo. Hayo waweza tengezea face, waweza tengezea nyumba chini. Haya yanaitwa makuti ya kipande. Haya unaweza zimbia nyumba juu. Kwa hivyo ndo tunafanya sisi hapa. Mashallah. Na kwa pengine kuna mtu anataka kununua sisi tunaweza muuzia. Sasa nikuulize, culture imekwisha. Mimi nataka makuti. Nitapata mkoba. Tuna namba zetu. Ukituhitaji sisi tuko majumbani, ukitupigia tutakwambia mali tuko mimi naishi Kashmiri. Kwa hivyo ukinipigia Fatia nataka makuti kadhaa, mimi nitakwenda kwa wazee wetu kwa mashamba. Nitakuwekea oda kama makuti 50, makuti 20 hivyo. Kwa hivyo namba zetu sisi huwa zinapatikana. Ukienda kwa mzee Haji, nataka namba za wale watu wa kushona makuti, utapewa, utapiga, utaoda. Sasa mimi ngoja nikukatize. Wewe waonekana kama siwa zamani sana. Ningeomba yani wajua kuna TikTok sasa yao, kuna Instagram, kuna kila kitu. Ingekuwa ikiwezekana hawa wazee wetu kuambia sasa waingie kwenye mitandao ngumu. Wafungulie yao, waekee haya makuti iwe rahisi kwa sawa. Mimi si wa zamani sana lakini mimi nikiamkia niliamkia kwenye maisha haya. Hata mimi tumeenda shamba, tumekata makuti, tunashona. Sasa mimi si kazi yangu. Kazi yao kalita mama, kama utaki ondoka. Kazi yao hawafanya. Sisi tupigeni. Piga picha sana, piga. Naam, pigeni culture. Asante. Sale, vipi? Hicho maneno witwa nini? Shapatu, kizigo, na kile kitoto nusitu, na hilo hapo nyuma mjambi. Excuse me, this is what? Na hichi kipepeo ni upepo. Pepea katoa joto. Mashallah. Kuna nabati hapa wenye wana ambao hawasikii. Mabati uzanywa. Mabati piga punda, piga sijana. Mesikia mabibi wanaotetea wajukuu zao hapo. Kwa heri. Rudia tena. There is hina paint and ubajo here. Basi okay. Kwa chorwa hina, sawa, na wachoraji ni hawa. Ukitaka ndoo mchorwe hina, ndooni mchorwe, tena mupromote watu wa kwetu. Culture hii musitoke mikono mitupu. Basi asante. Na mfano culture imekwisha, nataka kuchorwa mimi nene wewe itwana Timare, wapatikana wa Kashmiri. Timare Kashmiri,
Kimadija. Hadija upatikana ba? Mkomani. Ule na Muyua. Haya, kwaherini. Mimi simame kwa huku. Ushapanda? Sowa tunsola Bilali. Ala. Ngoja huu mtandio huwa sasa hini utengeza wali wa buru, sio ule wali wa buru mbauzi yao. Process ni hini yao mofa kidheri, ukitaka yaitwaje sima, hizi mburu kisha uponda ponda ya uzisova, kisha ufanya hiya. Haya, nisikuumize. Mwanamke washani mmekuwa. Kisha pale ngoja nende. Hono ni mte, sawa? Ngoja apite, hapita mama. Hono ni mte, mbona hutia hapa mimi? Kisha utafanya hiya. Hii yaitwa kupaza hii. Nasikia sauti yake. Mte nifute yote. Mte hutoka, mbona huno? Ungawa mte. Sijui upo mama, mambo ya Kiswahili ya Kiamu haya. Basi haya. Tosha. Huno mte huno jamanini. Haya. Mbona unga huno? Situshatoa unga. Huno ndo utafanyia zitumbua, katema sinia, zibibi, yani yale makulati ya Kiamu fanywa na haya. Sio tumeelewana? Kuna zile sambusa za bao utumia unga huno. Sio upo mama, ukitaka kung'ara unga huno ukiusugulia pia huwa utanini, ukitaka ui au vipi mama? Mmekosea kitu gani chingine? Uji wa Ramadhani. Sawa? Upo nyonyo? Kwaherini. Mama Asilia Group. Angalia kandili jamanini, angalieni yaitwaje kava hili. Ile zamani silikuwa watu wakiekea kama mahamri ama akuswalia. Mswala. Ile kawa limeandikwa mpewa, hapo kwenye aliyepewa kapewa tena. Ukifanya chuki kure unajisumbua kabisa. Kabisa. Haya, sasa nyinyi mwatokea wapi jamani? Sisi tunatokea Tanga. Sisi ni wakazi wa Tanga, wanawake wa Tanga. Mashaallah. Tunatokea Tanga, tumekuja kwenye Lamu culture. Tunasema kwamba Lamu, Mombasa, Tanga, yani ni pwani yote. Sisi ni mama mmoja, baba mmoja. Kwa hiyo tunafanana katika culture zetu, tunafanana pia katika mavazi yetu. Kwa hiyo tumekuja huku Lamu, tunasema tuje kushare na ndugu zetu. Tuwaonyeshe cha kwetu ndugu zetu, na wao tuangalie vya nini vya kwao. Sisi ni wakazi wa Tanga, wa mama Matilda Buriani. From Tanga. Sisi kule kwetu amani. Kule kuna kibao tu cha karibu, hakuna kibao cha nini cha kwaheri kabisa. Ukifika Tanga unaambia karibu Tanga, hakuna kabisa, hamna kule kibao cha kwaheri. Mashaallah. Kisha wanana hizi bags jamanini. Mimi kuna moja ninalilenga hivi nitaka nitoke nalo hapa. Alafu angalia na viti katika culture moja hapo iliko ni mpenzi wangu. Ushaikuiona hiyo? Hii si mbuzi jamani ama? Lakini mbona ina vichwa viwili? Naam. Ndio kari ujiulize kwa nini mbuzi na vichwa viwili sasa? Nieleze. Hii ni mbuzi kule kwetu katika kabila moja hapo la Tanga ndio tokezea. Hii mbuzi inatumika, mume anamnunulia mke, anampelekea nyumbani kwake kumwonyesha ishara ya kwamba mimi nataka kuongeza jiko jingine, nataka kukuna huku na huku.
Mbona namkandamiza nayo hiyo mbuzi mimi arudi. Sasa unaambiwa hivi ni kama kibiriti. Kama unatingisha yani kama mambo hayajakaa sawa uko ndani ukiona hii mbuzi inabidi ufanyaje? Ukae sawa. Ukifungua hii ina maana wewe ndio unampa mume ruhusa. Ongeza. Sasa kuna na akileta ambayo iko wazi. Akileta ambayo iko wazi. Haya, hawa wafanyabiashara wetu wadogo tunawapa mafunzo kwa Faza Youth. Tumewapea skill development training, tukawapea na technical development training. Sahi ni hizi achievements zao ni hizi. Ni product za fish value addition. So hatutaki tuwauzishe tu samaki tu kama samaki. So to add value ile samaki kumpika vitu vingine. So ile ni pizza ya samaki na hizi mutabak ni kingfish. Kingfish. Ni crab hii. Hiyo ya crab. Mashallah. Crab wewe uliwahi kusikia lini? Pizza ya crab handoni hapa. Ya bronze imekwisha. Papa. Mutabak ya papa. Haya, kuna na sambusa zetu za samaki. Sambusa za samaki. Kuna na jicho la mke mwenza. Haya, mke mwenza ndo likoje jamani? Kisha tuna na ushasikia donasi za samaki? Ndo hizo. Basi haya. Hizo sasa. Kuna pies za samaki. Mashallah. Fish pies. Nitaka ile juice ya ukwayo. Ya samaki pia. Ile juice. Mtume mama. Basi haya pies zetu. Kisha kuna na hizi kababu na samaki. Zote varieties zote ni za samaki. Sen kuna huku. Kuna na buns za samaki. Ni achari ya buns za samaki. Kila kitu kilioko hapa ni cha samaki. Cha baharini. Achari ya ng'onda. Haya. Ule samaki hatutaki kumtupa. Samaki akioza usimtupe, mtie limau umkaushe, akileta matata tie mdomoni. Sasa nyinyi wenu mnafanyaje? Ona hii hii ni si waste, watu wanaita waste lakini hii ni si waste. Kama hii tutaweza tengenezea viatu. Hii twa mix twazibonda twachengezea hii chakula cha domestic animal kama paka mimi. Paka, mbwa. Nice. Chakula wote niyo pia. So ni samaki hapa ni kuna ile matumbo ya samaki, zile takataka zote za samaki ndo ziko hapa. Kuna hii soft, kuna na ile ya rafu. Naja hapo. Ngojeni taratibu. Naja hapo. Kisha hapa ni buns. Buns hizi chakula tumeona. Buns. Tuonyesheni something new. Makobe. Na ile nini? Makobe. Na hawa ni dry fish. Samaki wa kukausha. Ng'onda. Na hii ni kima ya samaki. Basi okay. Hapa sasa tuko kwenye crabs. Kima. Kuna hii cake crabs. Hii ni cake crab. Crab za keki zimekwisha hizi hapa. Crab cake. Kuna hii crab cake. Okay, crab cake. Tutatoa tu crab cake. Kisha kuna hizi crab balls. Kisha hapa kuna vitumbua. Kuna vitumbua vya samaki, kuna kababu za samaki, kuna smokies za samaki. Okay. Sawa. Kisha hapa ni hizi za kula yani still. Kisha hapa tuko na samaki wa kupaka. Okay. Samaki wa kupaka? Kisha tuna na samaki wa kupaka. Kukaanga. Mwenendo kuna na pilau. Hii pilau. Pilau ya samaki. Pilau ya samaki. Ama ya kamba? Pilau ya samaki. Basi okay. Tondo juu. Hii ni program ya Faza Youth umesema? Program ya Faza Youth ya program yenyewe inaitwa Blue Bees program. Na empower wa wanawake na wanaume. Mashaallah. Shukrani sana. Karibuni. Haya na kuiji ule. Please. Kuna mtu iko live? Mimi haiko live. Tutafanya tu live pia ni sawa tu. Utakaje? Huyu ndio kwiji. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi hali? Mzuri. Kwanza tumefurahi kukuona mtoto wa kwetu huko juu huko jamani. It's not an easy thing. Kwa sababu ya Ruto. Hiyo ni kwa sababu ya Ruto. Hiyo nitakata. Yes.
Hiyo vitu ndo anafanya mtoto wenu awe kule juu. Hiyo part nakata. Usikate, ukikata hiyo itakuwa sasa itakuwa hujaandika sawa. Haina shida. Otherwise sisi tunataka kucongratulate for being there. Inshallah more of us will be there. Inshallah. Na wewe tutakukongratulate kwa kazi yako nzuri na karibu kwenu. Unajua mtu akaribishwe kwao. Kabisa. Assalamu alaikum guys. Shwakal Hindu hapa niko kwa Mama Asilia Group all the way from Tanga jamani. Mama Matilda mwenyewe ameleta hii crew Lamu jamani. Hongera yake kwa Mama Matilda jamani. Kelele yake. Wewe. Mwambie na mwakani pia tawahitaji jamani. Moja mkija huko kwenu bwana. I love you.
pressure bila kujua ni nini mnapitia, hisia gani mnapitia, ndio tuweze kuwa na suluhisho pamoja, si ndio? Nashukuru dada yangu kwa kueleza mambo anafanya pamoja na wanawake na vijana, na ndio tutapitia ofisi tukielekea kumaliza mkutano. Lakini pia ningependa kusikia kwa watu wengine wawili, mrembo mmoja na mvulana mmoja. So acha niombe President wa LUPSA Kabau anisaidie tusikie watu wawili kabla nipeane yangu mawili matatu. Ningependelea, ilikuwa furaha yangu kusikia kwa vijana wenzangu wapate ile sauti. Sasa leo nitachagua, mtaniruhusu nichague mmoja ambaye ataweza kuongelea. Najua atakuwa na kipengele kidogo cha kufunga, na mimi kuongelea shida zao ama kuongelea mapendekezo naweza ambiwa labda niko bias. So nitachagua mrembo mmoja atuambie changamoto gani ama mapendekezo gani ambayo tungependa, si changamoto, mapendekezo gani ambayo tunaona sisi vijana wa Lamu tukiletewa ama tukifanya, ama ni mradi gani ambao tukiletewa tutaweza kujiendeleza. Sawa? I think that it's high time tuwe na job opportunities zaidi, innovative ways. Kama ajira Kenya iko fulani, lakini we want to see how best, kwa sababu ukiangalia ajira Kenya, mtu akiunga atafaidika nao vipi? Mtu aliyokoisha Kenya ambao hakuna internet, ajira Kenya, you know, ajira Kenya ni mambo ya online work, yeah, ambao it's good. Kisha pia kama sasa time ya culture, yeah, kama vile dadangu amesema kwamba we try to promote our own culture in our own way. So maybe it's high time pia Lamu tuwe na cultural hub kama mayouth. Somewhere ambao ukija ama mgeni wote akija, we have it set up na watoto wa youth wenzangu waweza tumia. I think among other things, President Ogo ataelezea zaidi. Thank you. Na nimefurahi kualikwa na kaka yangu mkubwa pia Squeegee kwa siku ya Lamu Cultural Festival, na tena nimefurahia sana kuwa na nyinyi kama vijana wenzangu. State departments na counties wanafanya saidia vijana kwa njia nyingi tofauti, lakini mimi kama Shalini nataka kuingia na njia nyingine. Tuko pamoja? Ndio tukue na njia nyingi tofauti ya kusaidia vijana. Njia kusaidia vijana ni nyingi, si lazima ikue kutoka serikali peke yake. Ndio kuna hao vijana watasaidiwa na mambo ya Nyota na mambo ya Hustler Fund, lakini vijana wako wangapi Kenya? Wengi sana. 70% of 50 million. Hao ndio vijana wenye wako Kenya, na median age ya vijana Kenya ni 20 years old. So hata 70 wakisaidiwa per ward ama watu wengi sana, tufanye kazi pamoja ndio tuangalie suluhisho tofauti tunaweza kuwa nayo. So vile Kabau amesema, umeongea sana, tumekuwa naye Nairobi, amekuwa katika training yetu ya vijana wako kwa mambo ya kuongoza, mambo ya uongozi, so amekuwa part of that program, na hii mwaka tumeweza kutrain vijana 1000 kwa mambo ya leadership, na tumefurahia sana. Tunaendelea na hiyo program mwaka yenye inakuja. Sasa kutoka hiyo kutrain na vijana wamepata opportunities nyingi sana. Kuna wenye wameenda kusoma majuu, wamepata scholarships kutoka connections zetu. Kuna wenye wameweza kujiajiri, wameweza kupata watu wana invest kwa biashara zao. Kuna wale wameweza kupata kazi tofauti tofauti na internships sana kwenye wako kwa mambo ya shule. Guys, my name is Hindu. I am an advocate of the High Court of Kenya. I do content creations on the side. I am recently a stand-up comedian. I am inviting you, by the way, to Punchline Comedy on 5th of December. For those who will be in Nairobi that day. Anyway, mimi naona changamoto yetu kubwa kama wenye ku-create content ni hatupati subscribers, guys. Hapa ndani tuko around 200. Someone creates content na no one likes it, muwa mapita. You get? Subscribe pesa tunakataa. Tukijeti sisi tuangoja Madam Shalini atuletee pesa pamoja sana. Watu wa Kenya ni wingi. So if we are creating content, the only thing tuwaomba, mukisubscribe YouTube itatulipa. Ikinilipa mimi nitakuwa less youth ambao nataka Madam Shalini anisaidie. Otherwise Madam Shalini ingia TikTok, search Hibe Hussein BMW. Na kawaida yangu kupenda sana ngoma, lakini kwa leo najua kwa sababu ya wakati
itabidi nimezingatia sana wakati. So Madam Shalini, kabla niendelee na closing remarks, niko na zawadi maalum hapa ambayo imebeba sauti za wanawake wa Lamu and the symbol of Lamu. This is an Kikuba is a symbol of love, it's a symbol of being valued, it's a symbol of being seen as beautiful and being appreciated. What I say, to be loved is to be seen, and to be loved is to be heard. So Kikuba is an Asian decor artwork. The main ingredient hapa ni love. So mostly, actually, it's for married women. Ndio maana wanakuambia utalala kweke leo. It's mostly for married women, but we also use it to appreciate our guests and show our way of life. And another gift that we have, this is the common, this is a dera. I know you've seen it. Now, dera is a symbol of modesty, femininity, and how it symbolizes as it is also used by both men. You look nice. This is also a symbol of love, mostly used by women. Natengenezwa na wanawake, specifically sana sana wanawake from Matondoni, and also. Now take this vitabu wakienda sokoni wakienda. That is why you find most men in Lamu still wanatumia vitabu as a means of eco-friendly also. Yes, our own wanangu wa Mbaguni wa kule nyumbani Mwani, our able PS Abubakar Piji kwa kuweza kutuletea nafasi kama hii. We as the young people of Lamu feel seen, we feel valued, we appreciate your presence here. It marks that kwamba and a sense of leadership that not just run in other areas, but also in the sectors that you're marginalized. We really, really appreciate this. Na kwa wanangu, asanteni sana, tumetokeza. Wewe Nahida! Vijana hoye! But you should have known it. I wasn't going.